Sikia maneno ya siri, kisasi cha siri, kisasi cha siri, kisasi cha siri. Waliweka giza kwenye maisha yangu, walificha ukweli uongo tu. Eti wabaya mimi ndugu zangu, kumbe wabaya walimwengu. Siri ikifunguka dunia itajua, nasema siri ikifunguka wabaya tutawajua. Kisasi cha siri, kisasi cha siri, kisasi cha siri. Wacha. Anajiona nani kuingilia katika mbago wa Kimongoli wakati nishampaga onyo na kutaka kusikia? Sasa acha nikamuonyeshe. Kimwaga, hiyo imekaa vibaya. Hii kesi sio nzuri, yule mtu ni mgumu. Kama mwenye mkuu atawapa msaada, basi sitoweza kulipa kisasi changu kwao, kwa kuwa watakuwa na kinga imara zaidi. Wacha korukutanta mantetele. Niache wakati kafia kwa chauchu kwa wewe kuweza au hivi niache hela kama hii hapa kati narudisha kabisa ubanda na banduka. Vipi huyu? Alafu ndugu yangu, hebu acha basi maneno yako. Hadi matatizo yetu tushindwe kusaidiwa kwa sababu ya maneno yako machafu. Ataweza kweli huyu? Au ndio wale waganga mitandao ya kijamii? Hapo ndo atapojua mbago wa Kimogori inapomshukia kimya kimya kama mziki wa Jemo. Katika hii dunia mbago yetu ya Kimongoli hairuhusu kabisa kuziacha pumzi za maadui zetu zikipumua katika hii dunia. Sasa acha nikaonyeshe kwanza. Kimwaga, wale ni kuku wangu, kwani niwakimbize? Watarudi wenyewe hapa. Ndugu zangu, mimi nishajua kila kitu kinachowasumbua, na huu mzigo aliyetuma ni baba yenu mkubwa. Sasa nendeni mkamuulize baba yenu, kama atashindwa kuwaeleza, basi mimi mwenyewe ndo nitakuja huko. Sawa, nimekuelewa na nimeamini wewe sio mganga mitandaoni, lakini una uhakika haya yote akafanya baba yetu mkubwa? Kipenda ndugu yangu, ameshasema kwamba aliofanya haya yote ni baba yetu mkubwa. Sisi twende tukaonane naye, tukazungumze naye. Kama atabisha, mganga atakuja kumwambia mwenyewe. Sawa, mimi na ndugu yangu tutalipa kisasi chetu, na hatuogopi dudu wala mende. Mimi sina binadamu huo. Nyinyi watoto wadogo sana. Kama nilihusika kwenye vifo vya wazazi wenu, nitahusika hata kwenye vifo vyenu. Mimi ndo Pashambe, Chief Al-Atan.
Usichokijua, nimekuja kwenye maisha yako ili kulipiza kisasi cha mama yangu. Sisi gani tunachokiongelea huyu mwanamume mbaya? Nimekuja kulipa kisasi cha mama yangu. Mimi ndio nilihusika kwenye kifo cha marehemu baba yako, Mzee Dalali. Na dada yangu ndio alihusika kwenye kifo cha Mzee Magoma. Na sasa nikahusika kumchenyeta kipele cha pombe. Sasa nizamu ya kaka yako. Kumbe kimwaga mtoto wa mchawi. Sasa mimi kama Shomari Mimaji siwezi kuliacha hili. Acha nifuatilie mwanzo mwisho mpaka nione mwisho wake wapi. Ng'ombe wa kafara. Sasa acha nikuache kwenye makazi yako mapya. We Shomari, unamwaishia nani maji ingawa hauna hata dumu la maji? Kulikoni mwenzetu? Alafu unaonekana una afya tele. Umepona? Si nikachumbia kazuri. Sikiliza, nawahi kuokoa maisha ya watu wengine, sawa? Kama maji nitakuletea nyumbani, sawa? Huyu ana maana gani kusema hivi? Au kuna mtu kazama mtoni? Au ya Ngoswe? Tumwachie Ngoswe. Sasa nawezaje kulitimiza hili jambo na watu waelewani? Nikiwaambia watanielewa kweli? Jambo lishakuwa gumu. Jambo limekuwa kama mwiba wa nungunungu. Watu wenyewe wabishi kama mwanae Usinga. Watanielewa mimi kweli? Kwenda chooni? Sawa, ili hakikisha huko ndo makazi yako yote yapo huko. Nenda. We, umeona nini? Baba yangu we, sijaona kitu chochote zaidi ya kukuona wewe halwatan. Chifu. Malizia. Pashambe. Sasa nisikilize. Yaani kama nikijua unakitangaza chochote kwenye mji huu, lazima nikufanye Usinitoweze kama tonge la ugali. Kama nilivyokuambia, sijaona kitu chochote. Na mimi nilikuwa napita zangu njia tu. Sawa? Kweli baba yangu. Ndo nakwambia mimi nalo mbaya. Alafu kama kitu ambacho ukijui, mimi ndo nilomuua baba, mimi ndo nilomuua mama. Hao wote wamenizaa mimi. Oya we. Mama. Pita kama Pita alivyopita. Kisasi cha siri, kisasi cha siri.
kisasi cha siri. Waliweka giza kwenye maisha yangu, walificha ukweli, uongo tu. Eti wabaya mimi ndugu zangu, kumbe wabaya walimwengu. Siri ikifunguka dunia itajua, nasema siri ikifunguka wabaya tutawajua. Kisasi cha siri, kisasi cha siri, kisasi cha siri.